Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ndiyo leo, ni vyema sana kufuatilia kipindi hiki mpaka mwisho na vipindi vya nyuma vilivyopita. Utabarikiwa sana. Kumbuka neno la Mungu limebeba uzima wa mwili na roho. Leo tunajifunza neno au somo linalohusu siri ya upendo kwa adui. Mathayo 5 mstari wa 43 hadi 44 inasema wazi sana. Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako, lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowauzi. Nini fundisho la somo hili? Upendo wa kumpenda adui kama nafsi yako ni adimu sana duniani, lakini ndio umebeba ushindi wa Mungu wa mbinguni katika dunia hii ya leo. Kumbuka hili ndilo jaribio pekee na la mwisho kabla ya Yesu kufa kutoka kwa Shetani. Kwa Yesu alijaribiwa, Yesu mwokozi wetu, na akalishinda. Yesu kuwasamehe na kuwaombea maadui zake. Unaweza ukaona kama kitu rahisi, lakini kilikuwa kigumu mno. Kupigwa kwa Yesu na kuuliwa na watoto wake kabisa, na ili atuokoe lazima ilibidi atusamehe. Kumbuka neno lake, alikuja kwa walio wake, wala walio wake hawakumpokea. Fikiria wewe ni baba mwema katika familia yako na unatimiza kila kitu itokee kukataliwa na watoto wako, tena sio kwa mdomo tu, vipigo juu bila hata kosa hadi mauti. Kwa akili za kibinadamu sidhani kama utasamehe kirahisi hivyo bila hata kuombwa msamaha. Kumbuka Nuhu alifeli alipojua mtoto wake wa mwisho Hamu ameuona uchi wake, akacheka. Nuhu aliachilia laana kwa mtoto wake, kumbe mtego wa Shetani, ili laana itupate watoto wa Nuhu, hata sisi. Yakobo, yani Israeli, ni shujaa. Alifaulu, hakulani mtoto wake Rubeni wa kwanza kuzaliwa alipolala na mke wake mdogo wa baba yake Yakobo. Ndiyo maana Israeli akamiliki malango ya adui kwa sababu hiyo. Hivyo hata kwa Yesu Shetani aliamsha roho ya watoto kumshambulia baba yao kwa marungu na mikuki, ili aone baba yao anavyowalani watoto wake laana kuu, ili watoto wabaki kwa mateka wa Shetani. Ndiyo mateso ya msalaba wa Yesu kwa Wayahudi kama watoto wa Mungu, na Mungu ni Yesu. Shetani hakuamini kilichotoka kinywani mwa Mungu, yani Yesu Kristo. Baba, wasamehe maana hawajui walitendalo. Rejea kitabu cha Luka 23 mstari wa 34a. Yesu akasema, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo.
Huo ndio upendo wa kishujaa kwa adui aliouonyesha Yesu, na kuagiza Wakristo wote na watu wote wenye mapenzi mema wafanye hivyo ili kuuponya ulimwengu huu na laana ya mauti. Yesu alinena, tukiwapenda marafiki zetu na ndugu zetu, hakuna muujiza hapo wala ushujaa wowote, maana hata mawakala wa shetani wanafanya hayo vizuri sana. Mfano, wachawi wanapendana sana, ndio maana wana vikao na wanakuwa wanatiana sana, wanakuwa watiifu yani. Walevi wanapendana sana, ndio maana unakuta walevi wanashare kikombe kimoja cha mvinyo cha ulevi. Wavuta sigara wanapendana sana, ndio maana unawakuta wavuta sigara wanashare sigara moja hiyo bila kujali. Hivyo, ili tuwe tofauti na wana wa shetani, lazima tuwapende maadui zetu, yani tufanye wondering au amazing, maana Mungu anatafuta mtu pekee atakayetuliza zoruba ya laana duniani, na wa kwanza kutuliza ni Yesu. Hivyo, ili na sisi tupate kuwa wana wa Mungu, maana Baba yetu wa mbinguni huwanyeshea mvua wema na wabaya, lazima na sisi watoto wake tufanye hivyo. Kumbuka, mtoto wa nyoka ni nyoka. Maana yake ni nini? Kama Baba yetu anawapenda hata maadui zake, hata sisi watoto wake hatuna budi kuwapenda maadui zetu. Kumbuka, kama hauwezi kumpenda adui na kumwombea, wewe ni mwana wa shetani. Hivyo, zaliwa upya na Yesu kwa Roho Mtakatifu ili uweze kuwapenda maadui na kuwaombea. Amina. Ombi. Yesu, tunakuomba uamshe Roho Mtakatifu kati yetu, anayetoa nguvu na uwezo wa kuwapenda maadui zetu na kuwaombea ili kuuponya ulimwengu na laana ya mauti. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, nchi yangu. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.